hajakupa mwanamke. Haleluya. Usije ukaingia kwenye mahusiano, watakatifu wa Mungu, narudia, usije ukaingia kwenye mahusiano kama Mungu hajakupa mwanamke au hajakupa mwanaume. Tulia. Kama unataka kwenda mbinguni, tulia. Wewe omba mbele za Bwana tu, Mungu mwenyewe atakupa. Haleluya. Sasa kuna madhara ya kuingia kwenye mahusiano kabla ya wakati. Lazima wewe utazini tu, na lazima hayo mahusiano yatakuingiza kwenye vifungo tu. Imeshatokea mpaka nayafundisha haya. Wako vijana kadha wa kadha ambao Mungu alinifundisha kupitia wao, na madhara yake yanakuwa ni makubwa. Unaweza ukajeruhi mpaka familia, ukaingiza kwenye mitego mpaka marafiki, ndugu, jamaa, kwa sababu uliingia kwenye mahusiano kabla ya wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa ukisoma ule wimbo ulio bora, sura ile ya 8, ule mstari wa 3 mpaka wa 4, imeandikwa, mkono wake wa kushoto ungekuwa chini ya kichwa changu, nao wa kuume ungenikumbatia. Na wasi, enyi binti za Yerusalemu, kwani kuyachochea mapenzi au kuyaamsha hata yatakapoona vema. Anasema, enyi binti za Yerusalemu, kwa nini kuyachochea mapenzi? Sasa ukiingia kwenye mahusiano kabla ya wakati wake, wewe utayachochea mapenzi, na utakapoyachochea haya mapenzi utaingia kwenye vifungo. Kwa nini? Kwa sababu unakuta vijana wanaingia kwenye mahusiano, unakuta huyu binti anasoma, labda ameenda masomoni miaka 4, miaka 5, ameingia kwenye mahusiano naye. Au huyu kijana anasoma, anaingia kwenye mahusiano. Sasa kinachofanyika ni kutumiana message kwamba ninakupenda, nitumie picha yako kidogo, nikuone kwanza uso wako, nitumie picha yako kidogo, nione kifua chako, piga kifua tu nikione kifua chako, nipigie picha kidogo, nione hiki, nione hiki. Pale unajifunga wewe, kwa sababu unavyoona picha zake zile ambazo anakutumia, pale unaingia kwenye tamaa, unayaamsha mapenzi. Lakini pia maongezi, unakuta kwenye simu mnawasiliana, huyu mwanamke anabana sauti kidogo, yaani unaanza kuchanganyikiwa, unalegea kabisa, mnaanza kuongea maongezi ya kimapenzi. Hapo maana yake mnazini katika ulimwengu wa roho, mnazini. Haleluya. Ndio maana neno la Mungu linasema hivi katika wimbo ulio bora, sura ile ya 8 mstari wa 3, mkono wake wa kushoto ungekuwa chini ya kichwa changu, nao wa kuume ungenikumbatia. Haya ni maongezi, haya ni maongezi. Ndio maana anasema, binti za Sayuni, kwa nini kuyachochea mapenzi? Maana yake utakiwi kuyachochea mapenzi hata yenyewe yatakapoona vema. Sasa wengi wameingia kwenye mahusiano, wanayachochea mapenzi. Anakwambia, mpenzi wangu, yani ungekuwa karibu, natamani ungenikumbatia, ungenishika hapa, ungenishika hapa. Hakika kwa kweli siku ya ndoa yetu Mungu atatenda mambo makubwa. Yani mnachocheana. Sasa mnapochocheana mapenzi, maana yake hapo mnazini katika ulimwengu wa roho. Imeandikwa, ukimtazama mwanamke kwa kumtamani, umekwisha kuzini naye. Unazini naye wapi? Moyoni. Haleluya. Kwa hiyo ukisha zini naye unafungwa. Kwa nini? Kwa sababu umeingia kwenye mahusiano kinyume na mapenzi ya Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Haleluya. Na yafundisha haya kwa sababu Mungu amenipa uelewa wa kuyajua haya. Hata wewe mwenyewe shahidi, ukiwa na mahusiano unajikuta tu mmoja ataanzisha, yani hakuna yale maongezi ambayo yatampa Mungu utukufu. Lazima kutakuwa na kuchocheana.
lazima kutakuwa na kuchocheana. Utaanza kumwambia vile vipaumbele ambavyo wewe umemchagua navyo. Aisee, yani kifua chako, aisee, yani mgongo wako, aisee, yani miguu yako. Hapo mnachocheana. Sasa kwa nini? Kwa sababu umeingia kwenye mahusiano kabla ya wakati, lakini pia Mungu hataki. Haleluya! Ndio maana anasema mkono wake wa kushoto ungekuwa chini ya kichwa changu na mkono wake wa kuume ungenikumbatia. Unakuta umelala kitandani, unaongea na mwanamke, wanaume wengine mpaka wanafanya masturbation kupitia maongezi tu, na wewe umeokoka na ni mtakatifu wa Mungu, upo kwenye mahusiano. Shetani anapata nafasi. Ukitokea unyakuo, unabaki na masturbation yako, unabaki na kuchocheana kwako mapenzi, unabaki. Wenzio unainuka, unaingia mbinguni, wewe umejitesa kweli kweli, umeifanya kazi ya Mungu, lakini mahusiano tu yanakufunga na unabaki duniani. Haleluya! Sasa Mungu hataki uyachochee mapenzi kijana. Mungu hataki uyachochee mapenzi wewe binti. Acha hata yatakapoona vema. Kwa nini? Umeomba Mungu wakati sahihi wa mimi kunipa mume, wa mimi kunipa mke. Wakati sahihi naomba unipe mume, unipe mke. Kwa hiyo wewe tulia, usianze kuweka vipaumbele vyako. Namtaka mwanamke wa namna hii. Leo vijana wengi kanisani ni watu wa macho kuangalia kwamba binti huyu yukoje, mrefu kidogo, huyu mweupe kidogo. Yani wanachagua. Ni wazinzi, wanaonekana wamo kanisani lakini ni wazinzi kweli kweli, ni wachafu kweli kweli. Sasa Mungu hataki, kwa sababu